ya kushangaza. Kuna huyu mama alikuwa ametenda dhambi. John 8. John 8. Unaweza sida ukilia juu ya shida, lakini kuna Mungu mbinguni. Na Mungu anakuelewa. Na Mungu anakujua. Ni akuoe Ngai. Na anajua shida zako. Bwana asifiwe. Amen. Na anajua ungependa mtoto wako afanye hii kosi, lakini haukuwa na uwezo. Usisakae. Hebu nikwambie, ukisahii wewe maybe uko na mwaka haujawahi nunua nyama, ama miaka 2 haujawahi jinunulia kanyama. Kwako hakujawahi pikwa nyama kama mwaka moja ama miaka 2. Lakini ukienda kwa buchari, kuna buchari kama 6 sile, unajua siko ndani ya area na sina mwago wa manyama. Unashindwa na mimi sijawahi nunua hapa, sijawahi simama kununua nyama, sinanunuliwa na nani? Bwana asifiwe. Amen. Kuna wale wananunua kwa sababu siku zao za kubarikiwa zimefika. Bwana asifiwe. Amen. Na wao kuna wakati nao watakuwa kwa jangwa, na wewe umetoka kwa jangwa, na wewe utakuwa unasimama the same mahali pale. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna wakati, there is a season. Kuna muda hata kwa maisha yako haiwezi kaenda nywe kutoka Januari hadi Disemba. Uoko. Maybe wewe na Shetani mko marafiki. Kwa hivyo uko ufalme wa Shetani. Lakini ikiwa tuko kwa ufalme wa Bwana, lazima tupate majaribio. Kuna wakati unakuta mambo imefungana. Kuna wakati mama moja, familia moja ilikuwa mahali. Imagine wamejenga Ruiru, lakini walikuwa wamefika mahali hata wanakosa. Nyumba yao hawakodeshi nyumba, lakini wamefika mahali wanakosa mpaka chakula ya kukula. Unashindwa. Walipata mamilioni ya pesa na wakajenga nyumba ya kukaa, lakini watoto hawaendi shule, wameshindikana kabisa. Chakula hawana. Unakutana na huyo mzee anaenda na anakwambia tu nipe 200. Nyale kwa kule hiyo. Kwa sababu gani? There is a season. There is a God timing. Kuna wakati wa Mungu. Na kwa hivyo kuna wakati wa kupitisiwa dhoruba. Bwana asifiwe. Lazima kupitisia kwingine. Yes. Ndio na wewe akikubariki na wewe ukumbuke. Akikubariki usikuje kuwa pride. Amen. Usikuje kuona kama wale wengine hawana akili. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ukisikia mtu anakuambia siku 3 kwangu hakujakuliwa, ukiwa na uwezo nisaidie na sito, wewe unasema nini? Mkae siku 3 kama hamjakula, kwani nyinyi unashindwa? Lakini ukiwa umepitisiwa, aje utajua ni nini anachokisema. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu unakumbuka, yes, nilipitia. Na sitaka nikitoa ushuhuda, nikimwambia ule mchungaji alikuwa ametoka kuhubiri, akakuta msichana wake amechomwa na gas, akaambiwa amepelekwa hospitali kubwa. Wakati alipelekwa hospitali, naye akashindwa sasa, na nimekuja kushukuru, nishukuru ama niende nikaone mtoto. Lakini alivumilia, hata kama aliomba na uchungu, alishukuru na uchungu. Lakini siku ya mwisho kumalizia, aliambiwa nunua Alemis, only Alemis, na mtoto amechomeka. Challenges, disappoint, akadisappointiwa, na ametoka kuhubiri, na kule ametoka kumetendeka miujiza. Na wale wachungaji wengine 2 wamekufa, yeye ndiye amebaki kwa sababu walikuwa Tanzania. Wale 2 wamekufa, yeye mmoja tu ndiye amebaki, naye sasa mtoto ndio huyo ameshomeka. Disappointment.
kudisappointiwa. But aliambiwa after 3 days, fasting ya 3 days, akaambiwa aje, nunua mafuta ya Aramis, enda upake mtoto wako msichana. Akaenda akampaka Aramis, akampaka vizuri. Vidonda zote kule alikuwa amechomeka kukaisha, na ngozi yake ikarudi. Akaambiwa tu hapa kidogo tu hapa kwa mkono, akaambiwa hapo ndio nitabakisha ikiwa ishara ya kukukumbusha vile nilikutendea. Na mtoto akatoka kwa hospitali. Ebu na miujiza. Hakuna jambo Mungu hawezi akalifanya. Gutiri undu utangĩhotekeka maitho-inĩ ma Ngai. Everything is possible to God. Yes. Everything is possible to our God. Amen. God is our apple. Amen. Si ati hiyo shida tuko nayo hawezi akatutatulia. Si ati hawezi akaleta watu wakajaa kwa hii kanisa. Anaweza. Anaweza. Yes. Lakini anataka tupitie. Ndio wakati wataletwa, yes, tuweze kuwalinda vizuri. Amen. Na tukumbukage. Yes. Kuna wakati tunahubiria viti. Amen. Kwa hivyo ukiona mtu anaenda unamuuliza ni shida gani uko nayo. Kwa hivyo tutawatuza vizuri. Yes. Kwa sababu tumepitia. Tumehubiria hizi viti miaka 4. Amen. Bila wakukaliwa na watu. Amen. Ako na uwezo. Yes. No igio muthi anaweza sema sasa sitakaliwa zote sijae. Na it is true. Amen. Simeja. Lakini lazima kupitia hawa. Upitisiwe hii. Nigetha kumiririe. Anaambia wana wa Israeli ndani ya Deuteronomy 3. It is 3. Yes. Anawaambia nilikuwa na mjaribu. Nilikuwa na mjaribu nimuone, nione mioyo yenu kile kiko. Na ndio nilimpatia, hata nilimpa chakula ambaye haisikuwa kwa shamba, chakula ambaye ya maana inatoka na juu mbinguni. Ndio nimuone. Ni mimi sikukubalia viatu sichakae ikiwa kwa miguu. Sikukubalia maguo ichakae ikiwa ndani ya mwili wenu. Kwa sababu gani? Nilikuwa na mjaribu nimuone mioyo yenu vile iko. Na wewe anakujaribu siku ya leo aone moyo wako ni nini kiko. After there atakungoa kwenye shida ulio nayo. Atakungoa kwenye hiyo mashida unayopitia. Hiyo mashida landlord lazima kwa mwezi agogagoke, lazima akufugie, lazima landlord akutise na kufuri akufugie. Amen. Atakuja kukungoa kwenye hiyo shida. Na utatoka. Kwa sababu yeye akisema ndio, hakuna wa kusema no. Hawezi hakuna. Akiamurisha hata shetani anatii. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo usiwe na uoga. Usione kama amekusahau, hajakusahau Bwana. Anakukumbuka vizuri. Anakujua vyema. Anajua mahali unalala. Anajua mashida. Anajua watoto wako mashida walio nayo. Anajua watoto wako wanafaa kuwa wameachiliwa. Anajua watoto wako wamefika wakati wa kuoa na kuolewa, lakini hakuna ameoa na hakuna ameolewa. But wakati atakuja, only one day, na Mungu akikuja ya kusadabisha ni kwamba hakujagi juu ya ile jambo moja. Akikuja anabadilisha mpaka saba yako ikiwa haikuwa inamea chochote, anabadilisha mchanga. Amen. Unakuwa na rotuba. Yes. Unakuta kwako unabarikiwa kila kitu. Kila mpaka kuku double. Mpaka kuku karibu itage double. Amen. Ng'ombe double. Amen. Busi double. Maisha yako double. Kazi yako double. Biashara double. Inainuka. Yes. Unashinda umesimama. Ni vile wa customer wamejaa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa na biashara, hakakuwa na watu. Watu wamejaa. Unashinda hapo. Unachoka. Kwa hivyo akikuja hata kutoka kadri wakauru kama hakujagi juu ya jambo moja, akikuja kubadilisha maisha yako, anakuja na yabadilisha kutoka chochote kinahitajishwa na wewe na mpaka watu wenu. Bwana asifiwe. Amen. Unatuma mpaka watu wenu wakumbukwe. Yes. Watendewe. Hey. Bwana asifiwe. Amen. Yes. Amen. Kwa sababu wewe ndiye gatekeeper, kama vile apostol alituambia, gatekeeper.
ya familia yenu. Yes. Kwa hivyo Mungu atabariki familia yenu kukupitia wewe. Amen. Atatenda kukupitia wewe. Yes. Kwa hivyo usiwe na shaka. Usione kama amesahau na wewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna huyu mama alikuwa ametenda dhambi. Ndio nataka tuangalie. My friend, know this and know peace. Unapokaribia muujiza wako, kibali, uponyaji, promotion, majaribu hukua makali sana. Kwa sababu lazima Mungu afanye nini? Lazima Mungu abomoe ufalme wa giza kwanza, na aondoe chochote kilichokuwa kinakuzuilia. Na wakati wa kubomolewa lazima utahesabu hasara, sababu lazima Mungu aondoe chochote ambacho hakiambatani na yeye. Bwana asifiwe. Kuna uchungu. Unaweza kuta umetanganishwa na marafiki. Unashindwa sasa na huyu rafiki nilikuwa na mtumainia zaidi. Si ati mtumaini yako ulikuwa umeweka kwake. Hapana. Lakini ulikuwa umemsikilia zaidi. Lakini Mungu anaweza kuja amuotoe. Kwa sababu wakati Mungu anabomoa, nimesema aje, wakati muujiza wako uko karibu, ama uko karibu kuinuliwa, muujiza wako uko karibu kuinuliwa, majaribio inakuanga makali sana. Unaweza ondolewa rafiki wako wa karibu zaidi. Mumesaidiana miaka mingi, mumetoana bali. Huyo ndiye anajua kiini shida zako, anasijua, anakujua kule umepitia. Wewe ulikuwa nadhani huyu ndiye atasimama awe anakipeana ushuhuda wangu, lakini anaweza ondolewa na Bwana. Amen. Amen. Wakati muujiza uko karibu, yes, ndio majaribu inakuanga makali. Last time tukinunua hizi vyombo, kumbuka tulifika mahali mpaka tukakopa, mpaka watu walio Gishagi ndio tulipe hiyo. Na kumbukaga nikiambia mzee nitafutie 2,000 Gishagi ndio tulipe nini. Wakati muujiza wako uko karibu, chunga, kwa sababu majaribio ni mengi. Isikuja kukutoa kwa majaribio, isikuja kukutoa kwa njia ukose baraka. Amen. Amen. Kuingine lazima abomoe, na akibomoa lazima uhesabu hasara, kwa sababu maybe rafiki umezoea ukiwa na kasida, nipe ama nisaidie, anasimama na wewe, amebomolewa, ameotolewa. Bwana asifiwe. Amen. Yes. Na Mungu acho akiwa Mungu, lakini anataka kukutenda mema. Bwana asifiwe. Maybe ulinifanya kamiugu kako, Mungu anaweza niondoa ndio muone yeye akubariki, kwa sababu anakuuliza ni nini wewe unateseka. Uliweka mtu, ulikamata mtu, ulisika mtu kufanya kamiugu kako, na mimi niko hapa na kugoja unitasame nikubariki. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna mambo ukutana. Kwa hivyo wakati kile hakiambatani na yeye lazima akiondoe kwako. Sometimes God promotion look like demotion. My friend, ni kuinama, umeinama, sio kuanguka, umeanguka. Sometimes promotion ikija inakuaga kama demotion. Maybe unazaona Mungu anataka kututoa hapa, lakini tulikuwa tunaona hatuwezi tukatoka hapa kama hatuna fulani na fulani na fulani na fulani. Lakini Mungu alikuwa anajua, anawaondoa, anamuondoa. Sasa mnaanza kuona utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ndio nimesema promotion is like a demotion. Wakati Mungu anataka kukupromote, unaona kama anakurudi, ni kama kuisha unaisha. Hata ukiuliza wewe unaona mambo yako imesambaratika. My friend, haujasambaratika. Kuna promotion iko kwa njia.
inakuja. Bwana asifiwe. Amen. There is a promotion on the way. Inaja. Na utainuliwa. Maisha itabadilishwa. Wacha nikwambie, tuliambiwa aje tukiasa huu mwaka year of blessing. Si tuliambiwa ni mwaka wa baraka. Ebu anamshukashuka huko. Kumekaaje? Yes. Hivyo ndivyo Mungu hufanya kazi. Ndio yule atashindwa atoke kwa njia. Yule atavumilia akutane na baraka. Na baraka. Ona mashida silioko sasa. Ona biashara vile zimekaa. Ona ndio hiyo ilipitishwa. Si tulipitisha? Si walipitisha? Na inaongeza mpaka M-Pesa. Transactions M-Pesa. Na mambo zingine huko ndani zimefichwa. Kwani? Kwa sababu kodi ya nyumba imeongezwa. Unadhani mwenyewe ndiye atabeba hiyo mzigo? Si atakuja kuwekea wewe unakomboa nyumba kwake? Yes. Kwa hivyo utasikia kubadilika. Lakini ukiangalia ni wakati mgani tuko. Lakini mwishowe kuna nini? There is a blessing. Amen. Kwa sababu Mungu sio mwanadamu ataganye. Wedaragia letu baini. Yeye haokeagi akiwa kwa giza. Yes. Yeye ni mwangaza. Alisema huu ni mwaka wa baraka. Kwa hivyo wale tutavumilia tutakutana na baraka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yes. Niliona mchungaji akisema tuvumilie wachungaji. Tukubali kuvumilia watu wa Mungu, wa Christian. Tukubali kuvumilia kwa sababu huu ni mwaka. Alisema kuna nini? Kuna upepo wa Mungu ameachilia. Kwa sababu Mungu anataka kutafuta. Mungu anatayarisha wale makanisa yale atatumia. Wachungaji atatumia. Kwina makanisa Ngai arenda kuhuthira kwarahura. Kwina ahunjia Ngai arenda kwarahura. Wale atatumia. Na kwa hivyo kuna kiwepo inaitwa upepo. Kuna upepo, kuna kiupepo hivi cha Bwana. Kwina kiruhuho kia Ngai areketie. Kwina githingithio guo, kuna shake. Bwana asifiwe. Amen. There is a shaking. Kuna shaking iko. Kwa sababu Mungu anatafuta makanisa, anataka kuinua. Anataka kuyatumia. Watumishi anataka kuwatumia. Hawezi akaja hivyo. Lazima ashake akujue. Hata wana wa Israeli aliwashake. Deuteronomy 3. Ukiyasoma mzuri kuanza mwanzo. Kwa hivyo sometime promotion is like demotion. Ni kuinama nimeinama, sio kuanguka nimeanguka. Sijaanguka, ni kuinama nimefanya nini? Nimeinama. Kwa hivyo yeye yule uinamua ataniinamua. Kuna wakati wake wa kuinamua mimi. Moyo wangu atauinamua. Amen. Kwa hivyo nataka tuangalie nini? Nataka tuangalie ndani ya nini? Kwa sababu Mungu amekusikilia, hautashindwa kamwe. Kuna barua Mungu anakuandikia na ni ya kukuokoa na kukukomboa. Usife moyo, utashinda. Wanaokukejeli na kukudhihaki, Bwana atawahaibisha. Unaona? Kuna barua Bwana already amekuandikia. Kwa hivyo wale wamekukejeli, wanakukejeli, wanao kukudhihaki, ni hao Bwana atawahaibisha, sio wewe. Amen. Kwa sababu yeye atakuchukua. Wewe ni kuinama, umeinama, sio kuanguka. Yes. Kwa hivyo wafanye kazi ya kukujeli na kukuhidhaki, lakini Bwana atawahaibisha. Nataka tuone ndani ya John 8:7 tuone vile kulienda. Hii ni jambo tunalijua ama ni neno tunalijua. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akamwambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena
akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakastakiwa na dhamiri zao, wakatoka moja moja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, mwanamke, wako wapi wale wastaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sitakuhukumu. Nenda zako, wala usitende dhambi tena. Bwana asifiwe. Amen. Sinaona wale wanadhihaki yule mwanamke, wanamkejeli, amefanya usherati, ametenda, wako hata wewe wako wale wanakukujeli. Ule mwanamke alikuwa anakejeliwa, alikuwa anahukumiwa. Kunao wanakuhukumu, kunao wanahukumu hili kanisa, kunao wanahukumu mchungaji wa Mungu. Wataongea, watanena, lakini nao kuna wakati wa Mungu atawahaibisha wenyewe, kwa sababu wale wote Biblia inasema aje? Walistakiwa na dhamiri zao wakaondoka, kwa sababu Yesu aliwaambia aje? Yule hajawahi tenda aanze kumgusa, mtupiwe jiwe. Wote wakastakiwa na dhamiri zao wakatoka moja kwa moja. Kwa hivyo na wewe kunao wanakuendea kinyume, kunao wamekaa kando, wanataka kuona madhabahu ikianguka, wanataka kuona tumefukushwa hapa, tumeshindwa na kulipa. Lakini hakuna wakati Mungu atakubalia hayo, kwa sababu hii madhabahu ameipanda kwenye mwamba, iko kwenye mwamba anayoyajua. Ingekuwa ya biashara tungekuwa matajiri, tungiatogie tene. Korwo giki kigongona ni kia nduma, kana korwo ni kia mundu, korwo ni biashara ndahingurite, tungekuwa matajiri, ningekuwa naenda na gari ya hali ya juu. Lakini kwa sababu ni Bwana aliniita na akanipa warning, na sio biashara nimekufungulia, ndio nafuata rule and instruction zake. Amen. Kwa hivyo kunao wanatuuliza, na sasa hao watafanya nini sasa? Ni mimi nilikuwa finance, ni mimi nilikuwa pila wao, tumeenda, watafanya nini? Wacha tuone, wacha tuwape mwezi moja. Wakati uliokoka, kuna wimbo Elizabeth Jabere alikuwa ameimba, amwe maheire matuko, ariake makehe ciumia, ariake makehe meri, na riake makehe miaka, nehete namba cia thimu, na nicioro mutheru, riria ngwitana na iguru, jitanage na roho. Kwa hivyo kunao wakati uliokoka walikupe masiku, wengine miezi, wengine miaka. The same kunao wamepea hii madhabahu masiku na miaka, ama mwaka, ama miezi. Wanasema ni miezi 3 tu washindwe, watawanyike. Bati naye ni nani mwenye madhabahu? Si aliye juu mbinguni? Si ndiye mwenye fedha na dhahabu? Si ndiye mwenye dunia hii? Mimi kuna kitu moja najipeaga morale nacho, ama najipeaga nguvu nacho. Kazi ya Bwana ndani ya Hagai 2 verse 8 anasema fedha dhahabu ni zake. Nani mwenye? Jehova munene wake waita, the Lord of hosts, ndiye the owner of silver and gold. Sasa ikiwa ndiye the owner of silver and gold, bona kazi yake ilemee? Bona kazi yake isitikane na fedha ni zake? Inaweza? Niambie, inaweza? Haiwezi.
Kwa hivyo simama imara. There is a shaking. Na tukipita hiyo mtihani tutatubiwa. Oguo ni hindi Ngai ari wira aracaria makanitha maria arenda kuhuthira. Ni hindi Ngai ari wira aracaria hudungata iria arenda kuhuthira. Simama imara. Kwa hivyo tumeona aje huyu mama hakuna mtu alimgusa. Hakuna mtu alimtupia nini? Jiwe. Kwa sababu gani? Walihukumiwa na dhamiri sao. Kwa sababu walianza kujiuliza, ni mimi nilitenda hiyo kitendo siku fulani. Yule mwingine akasema na kwa hakika na hata mimi nilitenda hiyo kitendo siku fulani. Wakili walikuwa wanakejeli huyu mama. Hata kama alikuwa amekosea sheria za Musa, walikuwa wanamkejeli. Now the same. Kunao wanatukejeli. Kunao hawatutakii mambo mazuri. Kunao wanatutafutia njia ya kutuangusha, lakini hatutaanguka. Kunao walikuja wakatujisikilia, lakini wakija walikuwa wanakuja kutuangusha, wakashindwa na kutuangusha. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. Lakini walikuja wakiwa marafiki. Kuna wengine wanajilipisia kisasi kwetu. Haya yote Bwana anayajua. Lakini ako kwenye mwenye madhabahu, mwenye wewe ako kwenye kiti chake cha enzi. Hayo yote anayajua. Vita vyako ni zake, yeye ndiye hupigana. Mimi vita za madhabahu sio zangu, ni zake, yeye ndiye hupigana. Kwa hivyo wakati unanikujia ngumi tupigane, sio mimi utapigana na mimi, utapigana na Jehova mwenyewe. Kwa hivyo hakuna hata moja alimugusa na jiwe ule mwanamke. Hata Yesu alimwambia, hata mimi sitakuhukumu. Nenda na usirudie tena. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo na wewe siku ya leo, ngojea. Kunaye anakupigania. Ona Yesu anamepigania mama. Kwa hukumu, hata kama ni wewe ungemhukumu ametenda dhambi. Si ndivyo ungemhukumu? Yes, ungemhukumu ametenda dhambi kwa sababu hiyo kitendo alikuwa anafanya, haukuwa anafanya na mume wake. Bwana asifiwe. Amen. Na maybe kule walikuwa, kwa hivyo haukuwa anafanya kile kitendo na mume. Kwa hivyo hata wewe ungemhukumu useme ni mwenye dhambi. Lakini Yesu alisema huyu sio, alisema hata mimi sitakuhukumu. Na Yesu alikuwa na nguvu na mamlaka ya kumhukumu. Lakini hakumhukumu. Vile alimfanya, alimwambia nenda na usirudie kutenda kitendo kufanya dhambi. Kwa sababu gani? Wale wanamhukumu na hao wamebeba dhambi, wamejaa. Ukiaga gutwira na mehia me mugongo. Bwana asifiwe. Amen. Ona Biblia, ona Adamu, ona nani anaitwa Kaini. Wakati Kaini aliua, before aende akaue Abel, Mungu anamwambiaje? Mehia meke, dhambi ziko kwa mlango, inakugojea. Kuna dhambi kwa mlango, inakugojea. Lakini alishindwa kustahimili, akaenda akafanya kitendo. Kwa hivyo mwingine anakuhukumu na anakuhukumu na already yeye amebeba dhambi kwa mgongo, imemfunika. Na ndio naona hawa hakuna hata moja alirusha jiwe, walishindwa na kurusha jiwe. Na ndio Yesu alisema yule hajawahi tenda dhambi, ama yule hajawahi tenda kitendo. Maybe hata wengine hapo walikuwa wametoka kwenye hiyo vitendo. Kwa hivyo na wewe nakwambia usijali. Kunaye anakupigania. Kunaye ako mbinguni anakupigania na atakusindania. Vita vyako ni zake. Kwa hivyo usiwe na shaka. Nimekwambia usione ile shida unayopitia, usione mambo mnayopitia na watoto wako. Mungu anajua na atakuja kukukomboa. Shida itakuja kufika mwisho, na akiponya anaponyaga kabisa. Kutoka hapo mpaka unasahau. Ile macho ilikuwa inalia, inatoa machozi ya furaha.
Kanua kau gatura kanunekaga kana tokanga sasa maneno ya furahia. Ushuhuda huishi. Bora ukae kwa njia za Bwana na umpende. Kwa sababu Mungu hawezi akakubariki kama humpendi. Amen. Lazima umpende ndio naye akubariki. Amen. Amen. Simubarikiwe.